Mwaisa mtu mnoma, Mwaisa mtu mbadi. Tunasonga mbele kama kawaida. Hapa asema hizo Zuruo na Zhang Ji kuanzia leo wameachana rasmi. Maana ukimwangalia hata kubadilika kabadilika. Baadaye sasa Guanjue asema princess kaumia. Anaomba umeshaona zile majirani kama yale ya Song Sumsi. Ambao umejuaje? Ambaye nilivyokwenda Wudang, Sotman hii pamoja na mimi tulipeleleza. Baada ya hapo niligundua nao wamejua kwamba Miss Zundu amekuja kuwa katika hali kama hii. Lakini anasema kwamba Miss amekufa. Na nilibadilisha nguvu zangu kwenda kwake. Anaambia umedanganywa kirahisi sana. Yani kati ya watu walidanganywa kirahisi ni wewe. Anaambia huyu katumia akili nyingi sana. Anaambia huyu ni princess. Quan Mingling pamoja na Zuruo wametafuta namna kitu gani ambacho watakifanya. Wamejifunza kung fu. Na baada ya hapo alikwenda kule email. Song Sumsi ni kama Misizu tu. Na yeye amepigwa na Misizu. Yani alifanya ujinga kwa kumfua ambayo akajifunza. Song Sumsi amekwenda akapigwa na binti. Alienda akamuua Ting Min Sim. Akijua kwamba labda pengine ilikuwa ndo nguvu yake ya pekee, lakini kumbe alijisumbua tu. Kwa hiyo Misizu alijipanga. Kweli ni kwamba alikwenda Pinghu Island. Lengo lake lilikuwa ni la aina hiyo. Sasa nakumbuka ilikuwaje, namueleza. Huyo ndo aliyawekea kinywaji, aliwawekea dawa ya usingizi kwenye kinywaji. Kaka pretend kameumia. Akatafuta antidote kwa ajili ya body weakening. Akaichukua ile antidote, akailamba ile antidote ya body weakening. Na baada ya hapo alikuja akauchukua upanga ambao unaitwa Dragon Sabre, akachukua na ule upanga ambao unaitwa Heavenly Sword. Alichokifanya alikuwa tayari ameshajiandaa. Achukua hizo panga zote mbili. Alishajiandaa tayari. Wao wakati huo wamekata moto tu, hawajui chochote. Na alikuwa ameshapata siri ya hizo upanga. Dragon Slay pamoja na Sky Sword lazima zitakuwa zina connect kati yao. Aliambiwa, alipewaga hiyo siri. Ndio siri ya hizo machete. Kwa hiyo alipewaga siri na mwalimu wake namna gani zinaweza kaa sehemu moja. Kwa chini ndio sehemu ambayo unaweza kaangalia sehemu ya kuingiza upanga ambao unaitwa Slaying Sword, yani Heavenly Sword ile. Wakati anafanya hivyo, anajaribu kufungua pale. Huyu aliona, yani yeye ndio alikuwa anapata fahamu. Ni kweli kabisa. Kulikuwa kuna siri hizi hapo. Huko chini kulikuwa kuna vita. Alifungua akakutana hizo zote. Kitabu cha 9 cha Sun. Huyu alikuwa anaona kwa mbali. Alishangaa. Akawa anamuamsha si warriors. Si warrior. Wakati anataka kukimbia. Halo. Alikimbia. Ambaye nilazimika kurukia kwenye maji ili kutoroka. Na kwa kuwa nilikuwa naye antidote, baada ya kupigwa, baada ya sumu kuondoka, nirudi Chungwen. Nikawasiliana na mwalimu. Ni aangalie kila hatua ya huyo binti. Amejifunza kumfu gani? Ni moja na ni miezi miwili tu. Amekuwa mkali kiasi hicho namna gani? Kama mwalimu hajakosea, amejifunza White School Claw. Hatua iliyoko kwenye kile kitabu. Na hiyo nafikiri kwamba mwalimu wake ndo alimfundisha, yani ndo alimwambia kuhusiana namna ya kufungua ile upanga. Akamwambia haraka nini? Ambaye siku mbili zilizopita nilisikia harufu ya maiti katika mkono wake. Kwa hiyo babangu akambwe kwa wapi? Lion King amefungwa ndani ya email. Nilitaka kumsaidia, lakini alionekana ya kwamba amefungiwa sehemu mbaya sana. Kuna sehemu ndogo moja tu nilipata zile golden hair. Alinipatia hizo golden hair ili nije nikuletee wewe. Anambia nisamehe, asante, nimekukosea sana wewe. Nisamehe. Anambia umewaudhi wanawake wengi sana tu wanaokupendaga mamanzi.
Sifu. Mwalimu. Ombi lako la Ziruo tayari ameshatimiza. Nitaitumia 9 Sun Kung Fu kuinua Imei. Ukweli ni kwamba sitaki kufuata amri yako. Utaka kuolewa na Uji. Maana yake sisi ni marafiki wa utotoni. Kwa sasa tumeshakuwa maadui. Yeye ndo kanisaliti. Kwa hiyo mama, usinilaumu. Mwalimu, pumzika kwa amani. Nataka nionyeshe rangi yangu. Yaani hata ukijifanya unarudi kwenye maisha yako, yaani hata kumfu yako ni ndogo kwangu. Nenda ukawa elimzimu huko. Tena usihangaike na mimi, hata ukija kaa elimzimu na kukatakata la na sumaka. Amekuwa mbadi kupita maelezo. Wakati akiwa hapo kuna mtu alikuja. Zhang Uji amekansel ndoa yako. Kweli ni mjinga. King Lu ambaye amekata tamaa juu ya nguvu ya Mashwat katika hii dunia amenipatia mimi kabla ya Princess Min kwenda na wewe. Zhang Uji alikuwa naye na amemistaki hayo yote unaoniletea. Akaambia lakini ndani ya moyo wako bado huwezi kumsahau Zhang Uji, yani unampenda. Adana muhitaji wa saliti kwa msaliti afe hasa. Nilipe kisasi cha mwalimu wangu. Lakini Sizin si bado yuko mkononi mwako Sizin. Baada ya kurudi hapa sasa hivi unaweza kufanya chochote unachotaka. Kung Luyan anajua kila kitu. Kweli ni kwamba umechukua advantage ya hiyo ndoa ili utumie, yani ulipretend kama unataka kumsaidia, kumbe ulikuwa ni uongo tu. Wewe Farah, usiingie mambo yangu. Hakuna shida, sisi tuko mikononi mwako. Mimi sina wasiwasi kuhusiana na watu wa hii dunia kwenye Mashwat. Kama utakuwa tayari kufanya kazi nami, basi tutakuwa na kikao ndani ya Mountain Imei. Na baada ya hapo maadui ya Sizin watakuja. Zhang Uji na kikosi chake atakuja pia. Basi baada ya hapo mimi nitawamaliza wote. Tutafuta matatizo na Mashwat ya dunia. Nini mtapata mimi? Ambaye ni King Luo ndo ametaka hayo yote. Anataka Mashwat ya dunia isiwe kwenye mikono ya hao watu. Ulipe kisasi juu ya Zhang Uji. Ni kucancel ndoa yako. Yes, ka cancel ndoa yako. Basi akaandaa tangazo kubwa refu. Hilo hapo. Mama akaliandaa. Na watu wa Mashwat ya dunia wakafika, wakiwepo Shaolini. Na Zhang Uji na yeye alifika pia. Binti huyu hapa. Wakubwa, karibuni Sizin Villain. Miaka 30 iliyopita kuna mauaji makubwa sana ambayo yaliwahi kufanyika. Watu wengi sana Mashwat ya dunia waliuawa na waliumizwa. Na ilikuwa ni issue ya Jibei. Leo ile imemkamata huyo shetani atasababishaga yote. Kwa hiyo ndo maana kaandaa kikao kwa watu wote ili kuwaelezeni kwamba Imei sekti tuko hapa kwa ajili ya kuondoa gubu la Sizin. Tafadhali tumuumize, tumuue huyu mtu. Baada ya kufanya hivyo ni kwa ajili ya kumuua huyo mtu, kwa sababu ni adui yetu. Mauaji ya Jibei. Kama Sizin member Sizin ni member wa sekti yetu. Kiongozi wetu ni mtu anayeheshimika katika Mashwat. Sasa tunataka umwachie Lion King. Hayo mambo mengine ya kuhusu huyo Sizin alikuwa ni member wa Min sekti. Ama wewe sio Min sekti master. Kwa nini wewe ni master wa Min sekti? Wewe ustahili kuongea hapa. Sasa ngao mtoto kachanganyikiwa nini? Zhang Uji niko hapa. Haya, mwachie babangu wa kambo. Zhang Uji yuko tayari ya kupewa adhabu. Dhambi zote ambazo walifanya babangu, akaambia ushindi ni juu ya wewe baba yako wa kambo. Sasa tukuoneshe. Huyu hapo. Baba yake wa kambo amefungiwa hapo. Mzee ni kipofu. Baba kambo anasema Uji. Upimbiwi niachie mimi. Sasa jamaa yako akajitahidi. Mzee wa popo. Mzee wa popo unajua nini? Alifinywa. Yaani alifinywa. Unajua maana ya kufinywa? Alitekenywa balaa. Hiyo ajui na ukuja ni mbaya. Mzee wa popo ikabidi azuie. Alizuia kwa mikono. Ikabidi jamaa yako akamsaidie mfalme wa popo.
akamsaidia mfalme wa popo. Umanzi afai. Mbebabu mchukueni mfalme wa popo. Akamchukua mfalme wa popo. Sasa zinapigwa hadharani namna hiyo. Yeye na manzi yake. Ubinti ya mwezi Zhang Uji. Zhang Uji ni moto. Ambe white school claw kick. Nazijua hizo. Kwa nini ukajifunza kumfu ya ajabu kama hiyo? Ambe katika hilo ni sawa tu. Mimi sitaki kukuficha wewe. Na kuficha ili nipate raha gani? Anasema nilipokuwa mlimani kule nilichukua zao, yani ile body weakening ya Zhao Ming. Na nikachukua Slaying Dragon Sabre. Kwa amri ya mwalimu wangu nilipata siri ambayo ilikuwepo katika Dragon Sabre. Na ile Slaying Sword. Nikachukua advantage juu ya mahusiano yangu mimi na wewe. Kwa kisha na kupumbaza. Jamaa anambia Ziruo, usikosee tena, usifanye kosa lingine. Mimi bado naweza kukusamehe tu. Binti anasema sasa mimi. Unafikiri nitakusamehe wewe? Sitakuacha. Akamuonesha uwezo aliokuwa nao Zizuruo. Leo atamuonesha uwezo aliokuwa nao. Anaanza na hiyo silaha yake. Hiyo silaha yake ni hatari. Cheki anavyopachakaza hapo chini. Huo uwanja leo utachakaa. Zhang Uji. Wara! Mama yangu we. Ka! Balaa hilo. Sasa huyu ni Zhang Uji. Kama nilivyokuambia kwamba mashwati ya dunia iko katika mikono yake. Katika mikono ya mwamba wanamuita Zhang Uji. Wazee wa Shaolin na sehemu zingine wote kutoka Kunlun Mountain na sehemu zingine zote wako pale wanaangalia. Imei Mountain ndio huyu binti sasa hivi ndio kiongozi wa Imei Mountain. Sawa. Katika ile milima yote, milima minne inayopatikana kule China. Chifu, kuna mtu ameingia kule ndani. Ameua wanafunzi wengi kupita maelezo. Anaambia waangalieni hawa. Chifu ikabidi aende haraka haraka. Kuna mtu anasemekana kavunja kule. Uji! Tafadhali muangalieni babangu wa kambo. Zhang Uji anakwenda. Kweli huku ndani watu wamepigwa. Yaani watu wameuawa. Yaani kipigo cha huyu mtu alioingia inaonekana ni hatari. Akavunja hiyo sehemu. Kumbe ni huyu mtu bwana, kijana wa mfalme. Wanasema mtu ana golden ammo ndani ya mwili wake. Yaani ndani ana golden ammo. Ana silaha ya gold ndani. Yaani mwili wake ni wa gold. Akachukua zile panga zote mbili, Dragon Sabre na Slaying Sword. Ghafla binti kafika, anajaribu kugusa. Wewe mwili haupigiki. Anajaribu kwanza akaguswa kidogo na kitako ile Dragon Sabre. He! Anaambiwa shetani wewe. Unaonekana kama umechukua hii nafasi. Linacheka. Huyu mtu ni hatari. Akaambiwa ni mjinga. Wewe ni mjinga. Binti anaandaa style yake kuhakikisha kwamba anaparangana na huyu mtu. Yaani kumpiga mtu ni kazi zaidi ya kazi nyingine. Anakuja, anagusa pale ili afyonze nguvu lakini ashindikana. Anamtekenya huku na kule lakini jamaa kasimama tu katulia. Yaani ni kama nzi anapita pita karibu na kidonda. Piga namna hiyo. Alipiga cheki anamfanya. Nimekuambia ana golden ammo ndani ya mwili. Yaani ndani kabisa ya mwili. Alimgusa binti, unaambiwa mishipa ilipasuka pasuka. Yaani mshipa ulikwenda paka ukagusa moyo namna ile. Halo. Tuko mbali. Anafika bwana yake Zhang Uji. Halo. Hii ni episode ya 8. Unafikiri itakuwaje katika episode ya 9? Moto. Twende final episode tukaone itakuwaje. Hii hapa sehemu ya mwisho kabisa. Final episode.